lakini wakiendelea kusifiana na kufunika matatizo. Yanga bingwa asubuhi. Wewe Yanga imeshatupa alama 2. Hizi alama 2 zinakwenda kupatikana kwa aina yoyote. Huko Simba. Anasema huko Simba zipo 6. Ziko za kutosha. Sikapoteza 2 enda kuchukua 6. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo wala sina hofu. Kwa nini? Ni kutokana na mfumo wa Yanga Africans walikuwa nao. Ni ngumu kuwavuruga Yanga kwa sasa. Na ndio maana hata mapeiro ambao wanalipa peiro wakatumia nguvu kubwa sana ya kuweza kuwavuruga Yanga Africans nje ya uwanja. Uwezi. Yaani iko hivi. Yaani wanandoa wanaelewana ndani. Ni watu nje mwezo kuwachanganya. Yaani Yanga the way ambavyo wanavyoelewana kule ndani watavurugana wanachama huku, lakini ndani msimamo wao kwa nao ni mmoja. Ndio maana nikasema katika kitu ambacho watu wanaanza kumsema kocha Romain Folz, aondoke. Yanga wakimfukuza kocha Romain Folz, Simba ubingwa ichukui. Ndio yani najipalia makaa. Ndio ubaya unazidi. Yaani Romain Folz huyu uwepo wake ni hatari, akiondoka ni hatari. Simba wajipalia makaa tu. Huwezi kuchukua ubingwa kama uongozi wako ni mbovu, huwezi. Yanga wanachukua ubingwa kwa sababu ya uongozi wao umenyooka namna hii. Hawana mbambamba. Wanajipalia makaa tu Simba. Kocha aondoke kocha akiondoka anachukua ubingwa. Maana kocha wameondoka wengi tu. Alipoondoka Gamondi wakashangilia. Bora Gamondi kaondoka. Unalipata vizuri? Gamondi kaondoka Yanga bingwa. Haya unasemaje? Ameondoka nani huyu? Aliondoka nani huyu? Fisto Kalala Mayele. Mayele kaondoka, bora kaondoka Mayele, bora kaondoka. Wote wamekugonga. Bora Azizi kaondoka, bora Azizi acheze. Azizi kaondoka, wote wamekugonga. Hii Yanga ndio inakwenda kuigonga Simba tena mara 7 mfululizo. Naona wiki hapa. Mara wiki Simba inakwenda kufungwa na Yanga Africans. Wasipokuwa makini, mwezi wa 12 sio mbali. Nakwambia ndio uhalisia. Simba imefanya usajili wa kocha ambaye hana ithibati, hana sifa. Maana yake nini hapa? Ni kukurupuka. Niliwahi kuambia mimi. Simba wanapaswa kuwa na maamuzi magumu ya kuvunja kila kitu chote walichokuwa nacho kwa hivi sasa na kutengeneza mfumo ambao utakuwa ni bora zaidi wa kuifanya timu yao kuwa bora zaidi, lakini vinginevyo haya madudu utaendelea kuyaona hivi. Sasa angalia, wameshaanza kujichanganya wao kwa wao. Maana yake wachezaji wa Simba mpaka dakika hii wana mitaala 3. Wana mtaala wa Fadru, wana mtaala wa Matola, wana mtaala wa Moroko, wana mtaala wa huyu ambaye kuja si manager huyu. Manager wa mchongo wewe. Huyu ni manager wa mchongo. Ni uongo tu. Ni papaya za kujifichia kwamba watu waone kwamba wameleta manager. Haya ukileta manager, haiwezekani, mambo ya kihuni kabisa. Maana Simba siku hizi nao wana manager wao Patrick Lemam. Sasa kama amekuja manager yule kutoka Gaborone United, Roy Mama anafanya kazi gani? Roy Mama anafanya kazi gani? Basi tutangazie Patrick Lemam ameachishwa kazi Simba, mkataba wake umeisha na Simba maana ni vyema wanaja kumuongezea. Maana yake manager amekuja Mburugali huyo. Manager. Waache uhuni. Huo ndio walisia. Waache uhuni. Kwa sababu haya yote ni kwa sababu ni kushindwa kuzingatia uweledi wa taasisi yao. Unamtambulisha manager kutoka nje. Sio kweli. Simba wako serious. Yanga bingwa. Yanga bingwa. Mimi ninachokwambia kwa mwenendo huu ushaanza kujichanganya wenyewe. Kulikuwa kuna haraka gani? Haya, magoli alisikika, wamepokea CV zaidi ya 200. Na hapo kwenye CV huyu Dimitri Pantev wa kutuma CV. Kwa maana Simba ndio ameenda kumchukua ule kocha alichokiona kwenye mechi za Gaborone United. Hii nayo inaweza kuwa hatari. Unajua Simba ukiitazama kwa hivi sasa, kauli ya magoli kwamba wamepata CV zaidi ya 200. Kocha ambao wamemsainisha hana sifa, hana ithibati. Maana ndani ya Simba kumekosa utulivu kama ndege inayoshuka airport. Haiwezi kushuka mazima hivi, lazima msheke kidogo. Yaani Simba kumekosa utulivu kama ndege inayoshuka airport. Lazima icheze kwanza hivi. Maana kumekosa utulivu. Sasa kama CV zilikuwa zaidi ya 200, unajua kuna muda uache kudanganya watu. Maana kwa dalili hizi kama klabu inakwenda kufanya usajili wa kocha ambaye hana sifa na mashaka na tuzo ya washabiki na mashaka tayari reki ya kafu imepatikanaje? Kwa sababu nilitegemea leo Simba iwe mfano wa kuigwa. Unasema wewe timu yako ni kubwa, Giant Africa. Unakwenda kufanya usajili wa kocha ambaye hana ithibati. Haya, hujaishia hapo, unakwenda kudanganya watu. Umepokea CV zaidi ya 200. Katika makocha ambao wametuma maombi Simba, huyu hayupo.
Maana yake renki ya 5 ni ya mchongo. Haiwezekani. Magoli mimi namheshimu sana yule mzee wangu. Asiniangushe, asinifedheshe chuma cha Mjerumani. Mwaka huu ni balaa ndo lishaanza. Haiwezekani. Unakwenda kuchukua kocha ambaye hakutuma maombi. Umeona ya mambo? Alikuwa anamkomesha nani? Ulikuwa unamkomesha nani? Na taarifa nilizokuwa nazo, Gamondi Nabi wamekataa. Wamekataa kwenda kuifisha Simba. Yaani wenyewe Gamondi, Nasreddine Nabi wamegoma kwenda pale. Kwa nini? Simba kumekosa utulivu. Ndege inayoshuka airport lazima isheke kwanza. Ndio Simba. Ile mtikisike kwanza Na Nabi na Gamondi wameonekana wana msimamo sana. Pengine huo utulivu wa Simba umefanywa wakatae. Kocha Gamondi, kocha Nabi hawawezi kufanya kazi Simba. Kwa sababu Simba maisha ambao wanaishi kwa hivi sasa ni sana boti au meli inapita deep sea, hakuna utulivu. Yaani hapo ni kubeua mwanzo mwisho huko ndani kwenye boti au kwenye meli. Hawezi kakaa kocha. Kwa sababu hapa kuna malalamiko ya bonus. Hapa kuna mambo mengi. Klabu ambayo haithamini katiba yake huwezi kufanya nayo kazi. Klabu ambayo imekanyaga katiba, na niwaambie baadhi ya watu wengine wazuri kutetea mambo ya kipumbavu, nawaambia tu ule ukweli. Juzi nazungumza issue ya katiba. Ndio mtu anakuambia mbona mkutano wetu unafanyika mwezi wa 12. Wewe acha upumbavu. Haiwezekani. Katiba yote mmeikanyaga wenyewe. Mkutano wa Simba kila mwezi wa 8. Na wahoji hapo wana Simba. Kama imepatikana siku kwa kuminyaminya, siku ya Simba Day ambayo haipo kikatiba, kwa nini mkutano ambao upo kikatiba hujafanyika? Simba jiongezeni. Rasmi hii Simba ni timu ya washabiki, sio wanachama. Na ndio maana washabiki hawajahoji chochote. Ingekuwa ni timu ya wanachama ungesikia, jamani mkutano tunautaka mkutano. Wanachama wangetoa sauti. Kama Mohamed Dewji amekuja hadharani kusema mpaka dakika imetumia bilioni 87. Ukiondoa harakati zote za usajili na mwenendo wa timu mpaka dakika hii, akija akitoka bilioni 200 hapa. Mtaoji nyie. Timu zishauzwa hiyo. Mtaoji? Leo Mo akisema ametumia bilioni 800, mtaoji? Maana kama mkutano wenu wa kikatiba hamuoji. Kuna wanachama hapa? Hawa ni washabiki. Ni washabiki. Na mimi nazungumza na mwanachama au shabiki wa Simba mwenye akili timamu. Akili kisoda huwezi kunielewa. Yaani kama wewe ni shabiki wa Simba akili kisoda huwezi kunielewa. Haya mambo nazungumza mambo mazito ya kikatiba ya Simba katika muundo wa uongozi. Bado kuna changamoto. Na alisema kila siku kwenye katiba ya Simba mwaka 2018. Wewe kama unataka umaarufu, mimi sitaki umaarufu wa kipumbavu. Naona watu wanasema wewe unataka umaarufu kupitia Simba. Nani wewe chuma maarufu? Ndio maana nakwambiaje? Wewe kaa mbele yangu ni kugonge nyundo za maana. Haya ni mambo ya kishamba. Umekaa kabisa umepomoka, yani uelewi. Mkutano ufanyike umekaa tu. Pengine